Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadith mafundisho mengine alipokea Bukhari na Muslim kutoka kwa Al-Mughira asema Mtume inna Allaha harrama alaykum uquqa al-ummahat, hakika Allah amewaharamishia nyinyi uquqa al-ummahat, kuwaasi wazazi wenu, kuwaasi mama zenu. Kama mamako akuamrisha, mamako mtoto wa kike wewe akwambia nisaidie, akwambia mama wewe naye bwana mimi ninachoka, natoka skuli, fagia, washa jiko tupika chakula, wamwambia mamako I am tired, wamwambia mamako I am tired. Mamako ambeba mimba yako akapata tabu, akapata dhiki, leo wamwambia maneno kama hayo. Akbarul kabair. Fahamu kijana wa Kiislamu, fahamu binti wa Kiislamu, ni katika mambo ambayo ni mabaya. Tena mwenye tabia ya kuasi wazazi wake wawili, Allah hatomtizama na jicho la rehema siku ya Kiyama. Siku ya Kiyama ukakutana na Mola wako na dhambi hii, Allah atakasirika na wewe. Kwa hadith ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam walopokea ashabu sunan kutoka kwa sahaba Abdullah ibn Umar asema nini? Thalathatun, watu watatu, la yanzuru Allahu ilayhima yawm al-qiyama, la yanzuru Allahu azza wa jalla ilayhim yawm al-qiyama. Watu watatu Allah hawatoangalia kwa jicho la huruma siku ya Kiyama, siku ya hisabu. Sote tushakufa, twafufuliwa, wenda mbele ya Mola wako kwa hisabu. Allah hataki kukuangalia wewe, akuangalia kwa nini? Kwa hasira. Mmoja wapo ni nani? Al-aqu liwalidayhi. Katika watu watatu ambao Allah hatoangalia na jicho la huruma, mwenye kuwaasi wazazi wawili. Kijana wa Kiislamu, binti ya Kiislamu, ndugu yangu Muislamu, sikiza uzuri jamani, sikiza uzuri. Jambo kama hili litakuletea tabu, bali Mtume asema watu aina tatu, akasema watu aina tatu hawatoingia peponi. Thalathatun la yadkhuluna aljanna, watu watatu hawatoingia peponi. Wa kwanza al-aqu liwalidayhi, al-aqu liwalidayhi, yule ambaye mwenye kuwaasi wazazi wake wawili, akamisbehave, akawa hataki kuwasikiza. Wewe kijana cha Kiislamu, wewe binti wa Kiislamu, wewe ndugu yangu Muislamu, wewe ikiwa wazazi wako wawili hutaki kuwasikiza, hutaki kuwaheshimu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akwambia hutaiona pepo. Jiulize wewe, mangapi ambayo mazuri, nasaha ngapi mzazi wako ankupa?